Siku moja Yesu alipokuwa akipita katika nchi ya Ugarashi, akakutana na mtu ambaye alikuwa amepagawa na pepo. Mtu alikuwa amepagawa na pepo. Mtu alikuwa amechanganyikiwa. Mtu aliyekuwa ameshindikana. Mtu aliyekuwa akiishi makaburini. Mtu aliyekuwa akipiga kelele usiku na mchana. Mtu ambaye alikuwa amefungwa minyororo na pingu na anakata minyororo. Mtu ambaye aliwahi kufungwa pingu na akazikata. Mtu ambaye alikuwa ameshindikana. Mtu ambaye alikuwa ni gumzo. Mtu aliyekuwa ni mkali na mkorofi. Maeneo yote aliyopita na kuishi, watu walitawanyika. Maeneo yote ambayo alikuwa akiishi, watu hawakupita hayo maeneo, kwa sababu walikuwa wanalijua fujo la mtu huyo aliyekuwa amepagawa na mapepo. Mtu ambaye alikuwa anakimbia huku na huku akiwa uchi. Mtu ambaye alikuwa anachukua mawe anajichana mwili wake. Ni mtu alikuwa amevuruga. Ni mtu alikuwa kichaa mno, amepagawa na mapepo zaidi ya mapepo 2000. Mtu huyo siku moja katika visiwa vya nchi ya Ugarashi anakutana na Yesu. Wakati amekutana na Yesu, Yesu kabla hajazungumza jambo lolote, mapepo yakajisalimisha. Mapepo yakapiga yowe, yakamwambia, Yesu, una haja gani nasi? Kwa nini alipiga kelele? Kwa sababu yalikutana na moto. Kabla Yesu hajazungumza chochote, hayo mapepo yalitambua ya kwamba tuliyekutana si mtu wa kawaida. Kabla Yesu hajazungumza chochote kuhusu habari ya uponyaji wa mtu huyo, mapepo yenyewe yalijisalimisha na kutaka yaondoke. Mapepo zaidi ya 2000 yanamwambia Yesu, utuamuru tuwaingie wale nguruwe. Sasa napenda kukuambia kitu kimoja. Mtu yoyote ambaye umempokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake Yesu amekuwa ndani yako na wewe umekuwa ndani ya Yesu. Kwa hiyo anasema, yoyote atakayeziamini kazi nizifanyazo atafanya kubwa kuliko hizi. Kwa hiyo kama uko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yako, popote utakapopita kutakuwa hakuna haja ya kujitambulisha kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu nguvu ya Yesu iliyoko ndani yako itathibitika mbele ya watu. Itathibitika mbele ya watu wenye pepo. Itathibitika mbele ya watu wenye giza. Itathibitika mbele ya watu ambao wananyanyaswa na ibilisi mwovu shetani. Kwa hiyo ukiwa na Yesu hamna haja ya kujitambulisha. Unaweza ukapita hata sokoni ukakutana na mtu mwenye pepo, pepo zikamchomoka akaanguka kule au akapiga yowe, watu wakasema ni nani amepita hapa. Unaweza ukapita kwenye kundi la watu wakashangaa maajabu ambayo yanafanyika. Watu ambao wamepagawa na mapepo, watu ambao wengine wamewekewa mapepo tu, anatembea hajijui, pepo zinamchomoka kabla hujatamka lolote,
kabla hujazungumza chochote, kwa sababu nuru na giza havikai pamoja. Kwa hiyo utakapopita na nuru, giza linatoweka. Haleluya! Labda nikuambie kitu, mtumishi wa Mungu ambaye umeokoka, ishi maisha ya utakatifu, ishi maisha ya kumpenda Mungu, ishi maisha ya kumcha Mungu, ili mradi umempokea, umemkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na umeamini kutoka ndani ya moyo wako, basi atakujalia nguvu ndani yako, nawe utakuwa tofauti na watu wa kawaida. Utaishi ukiamini ya kwamba nguvu ya Mungu iko ndani yako, nayo nguvu itathibitika. Tunamwona Petro ilivyofika wakati wa kumkana Yesu, akasema ya kwamba mimi simjui, lakini wakamwambia Petro, mwenendo wako unafanana na Yesu. Kwa maana nyingine tunaweza tukasemaje? Ukiwa na Yesu, popote utakapopita, hata usipojitangaza ya kwamba wewe una Yesu, watajua tu ya kwamba wewe una Yesu. Watajua tu ya kwamba wewe una Yesu, kwa sababu ukifika kwenye giza utaachilia nuru mahali pale. Ukifika sehemu ambazo zimevurugika, zitaanza kukaa sawa. Ukikutana na mgonjwa akipishana na wewe tu, anakutana na hali ya utofauti, mpaka anaanza kujiuliza ni nani huyu? Yesu wakati anapita alikuwa na nguvu za kutosha, makundi ya watu wanamfuata. Akajitokeza yule mwanamke katika makundi, akagusa pindo tu la vazi la Yesu, akapokea uponyaji. Alipopokea uponyaji, Yesu anajiuliza ni nani huyu ambaye amenigusa pindo? Inawezekana wengi ambao walikuwa wakiligusa pindo, inawezekana wengi waliagusa mavazi ya Yesu, lakini hawakujua ni nani ambaye wanamgusa. Hawakujua ni nani ambaye wanamgusa. Hawakujua ambaye wanatembea naye. Wengine walikuwa wanafuata mikate, wengine walikuwa wanafuata ni nani huyo, wengine fuata mkumbo kuona bora kuna nini. Lakini yuko mwanamke mmoja ambaye alikuwa akitokwa na damu kwa miaka 12. Alijua, alisikia shuhuda za Bwana Yesu, hata kawa na imani ya kwamba katika makundi haya, hata kama sitapata nafasi ya kuzungumza naye, hata kama sitapata nafasi ya kusema naye, hata kama sitapata nafasi ya yeye kunigusa, mimi nitafanya kila mbinu nihakikishe nagusa tu. Nikigusa tu hata pindo la vazi lake, nimekwisha kupokea uponyaji. Yule mwanamke akafanya hivyo, na mpaka Yesu akahisi amepungukiwa na nguvu, kwa sababu hizo nguvu zimeenda kutumika katika uponyaji wa huyo mwanamke. Haleluya!